Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tena kujifunza somo linaloenda kwa jina la kukataliwa na Bwana. Kukataliwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunaenda kujifunza ni nini maana ya kukataliwa na Bwana, na pia tutajifunza madhara ya kukataliwa na Bwana, na tutajifunza ni kwa nini Mwenyezi Mungu anamkataa mwanadamu. Ni kwa nini Mwenyezi Mungu anamkataa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukianza na neno kukataliwa na Bwana, ni pale ambapo Mwenyezi Mungu anakuwa amemkataa mwanadamu, yaani kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa hataki mwanadamu akae mbele yake tena. Ina maana kama Mwenyezi Mungu anamkataa mwanadamu, basi huyo mwanadamu anakuwa alipewa kazi fulani. Kama tunavyojua katika dunia hii, sisi wanadamu tumekuja kwa lengo moja tu, kusifu na kuabudu, na wewe ambaye inatakiwa tumsifie ni Mungu mwenyewe, kama kinavyosema kitabu cha Zaburi sura ya 150 mstari wa 6 kwamba na kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Haleluya! Hivyo sisi wanadamu tumekuja kwa lengo moja. Nia ya Mungu ni moja tu. Nia ya Mungu ni moja tu, kwamba tumekuja duniani kwa ajili ya kumtumikia, na tukishamtumikia katika dunia hii, tutoke mahali hapa tuende katika makao ambayo amekwisha kutuandalia. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika kufikia hayo makao ambayo amekwisha kutuandalia, ni lazima tutende mema, lazima tutende mema. Hivyo katika mema mwanadamu ndipo pale upata kibali, na ndipo Mwenyezi Mungu alimwambia Kaini pale ambapo uso wake ulikunjamana, alisema kama ukitenda vema utapata kibali, lakini ukienda katika maovu, dhambi iko mlangoni kwako inakuotea. Na pia akaweza kusema nayo hiyo dhambi imekupasa uishinde, lakini dhambi ikija ikushinda, ndipo pale utaotewa na dhambi. Ina maana utakuwa umemilikiwa na shetani. Ina maana tunatambua katika falme mbili, nuru na giza, falme zote hizi zinamtaka mwanadamu. Ina maana falme iliyo kamili ni falme ya Mungu tu. Shetani hana mwanadamu aliyemuumba, zaidi ya kutaka kumtumia mwanadamu ambaye ajui asili yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunatambua kuna watu mbalimbali ambao walipewa kazi na Mungu. Kuna wengine ni wachungaji, kuna wengine ni manabii, na kuna wengine ni mitume, wengine ni wainjilisti. Lakini walipofika huko wakaweza kupita katika njia zao. Pale ambapo wewe mwanadamu unakuwa umeitwa na Mungu, jambo la kwanza inatakiwa utambue kwamba kipawa ulichopewa, kitu cha kwanza, sio chako. Na pia kama kipawa sio chako, mfano kama wewe ni mwalimu, ina maana lazima uende kufundisha walimu katika maelekezo ya Bwana. Ina maana ukishapata tu huo walimu, sio kwamba unaenda kufundisha tu vyovyote ambavyo unajisikia kufundisha, vyovyote ambavyo wewe unaona vema kufanya, unafanya pasipo sauti ya Bwana. Mwenyezi Mungu atakuacha ndugu. Ina maana ukianza kuangalia kama wewe umepewa vipawa mbalimbali, ina maana lazima usubiri. Usisikilize sauti ya mchungaji wala usisikilize sauti ya mwanadamu yoyote. Pale ambapo unakuwa umeambiwa na mchungaji, thibitisha kwa Bwana, kwa sababu ipo sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, pale ambapo utakuwa umeenda katika sauti ya kuwasikiliza wanadamu, ina maana moja kwa moja Mwenyezi Mungu lazima hutomsikiliza. Ina maana Mwenyezi Mungu atakuacha uende katika fahamu hizo. Lakini pale ambapo utakuwa umemuuliza Bwana, Mwenyezi Mungu atakufanikisha. Kila pale ambapo unakuwa unaenda, Mwenyezi Mungu
atakufanikisha. Akisema usifanye, hutofanya. Akisema fanya, utafanya. Akisema sema, utasema. Akisema kaa kimya, utakaa kimya. Ni kwa nini basi Mwenyezi Mungu anasema hivyo? Kwa sababu kitabu cha Mhubiri kinasema kwamba kuna wakati wa kusema na wa kunyamaza. Hivyo utapishana na wakati, kwa sababu humuulizi Mungu, unasikiliza wanadamu. Mwenyezi Mungu atakwambia kaa kimya, wewe utasema, kwa sababu uko upande wa Mungu. Ina maana akikwambia sema, wewe utakaa kimya. Ina maana utakuwa unapishana na wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunakumbuka kwamba yupo mfalme mmoja ambaye alikataliwa na Bwana. Yupo mfalme ambaye alikataliwa na Bwana. Tunakumbuka Mwenyezi Mungu alimtuma mfalme Sauli, alimtuma Amaleki ili aweze akafanye kazi ambayo Mwenyezi Mungu amekwisha kumtuma. Hivyo Mwenyezi Mungu alimtuma Samueli kwamba akamwambie Sauli. Kusoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza kuanzia ile sura ya 15 kinakwisha kuelezea hivyo. Inasema kwamba Samueli alitumwa na Mungu kwamba aende kwa Sauli akamwambia kwamba Mwenyezi Mungu alikupaka mafuta ili uwe mfalme, naye amekutuma uende Amaleki. Ukifika Amaleki ukateketeze kila kitu, kuanzia mfalme, kuanzia ng'ombe, kuanzia punda, kuanzia watoto, kuanzia wote, ukateketeze wote. Lakini Sauli baada ya kuambiwa hivyo, yeye alipofika Amaleki alimteka mfalme, ambaye huyo mfalme alikuwa anaitwa Agagi. Baada ya kumteka huyo Agagi, na akaweza kuviteka vile ambavyo ni vinono. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi yeye huyu Sauli, kwa kuwa alienda kinyume na Bwana, ina maana Mwenyezi Mungu alimtokea Samueli akamwambia, Samueli, ondoka, kwa sababu Sauli ameikataa sauti yangu. Hivyo Samueli akaambiwa kwamba tayari huyo Sauli nimekwisha kumkataa. Bwana Yesu asifiwe. Tena kwa sababu ameacha kufuata maagizo yangu. Hivyo Samueli aliomba usiku kucha akiomba toba kwa ajili ya Sauli, lakini Sauli alikataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya Samueli kwenda kwa Sauli akaweza kumweleza mambo hayo, ina maana Sauli moja kwa moja yeye alichokisema kwamba alichukua vile vinono ili aende kumtolea Mungu dhabihu. Ina maana Mwenyezi Mungu, tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22 inasema kwamba pale ambapo Sauli alijitetea kwamba amechukua vinono kwa ajili ya sadaka ya Bwana, Mwenyezi Mungu anasema, naye Samueli akasema, je, Bwana uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tunapata kujua Mwenyezi Mungu anapenda mwanadamu ambaye anaisikia sauti yake. Hivyo Mwenyezi Mungu hanunuliki na pesa wala hanunuliki na mali, kwa sababu vyote ni vyake. Ila Mwenyezi Mungu kitu ambacho anakichunguza ni moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tena yule mwanadamu ambaye anaisikia sauti yake na kutetemeka mbele zake. Amesema katika kitabu cha Isaya sura 66 kuanzia mstari wa kwanza na wa pili kwamba mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Akasema, je, mtanijengea nyumba gani na mahali pa kuweka miguu ni mahali gani? Kwa kuwa hayo yote mkono wangu ndio ulioyafanya. Hivyo Mwenyezi Mungu kitu ambacho anapendezwa nacho ni moyo uliopondeka na unyenyekevu, na mtu ambaye anatetemeka pale asikiapo sauti ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi Mwenyezi Mungu anapendezwa na utii. Hivyo tunaangalia huyu Sauli alikataliwa,
na baada ya kukataliwa ndipo pale alipoanza kupita katika njia nyingine, kupita katika njia za waganga, kupita katika mahali mbalimbali, kote huko alikataliwa. Ina maana Mwenyezi Mungu kitu ambacho alikifanya, aliondoa kibali kwake na kwa wanadamu pia. Bwana Yesu asifiwe. Tena ukisoma katika kitabu cha ile Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza kinasema kwamba Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemu, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Bwana Yesu asifiwe. Tena ina maana pale Mwenyezi Mungu ambapo anakuwa amemkataa mtu, Mungu aachi kuwainua wafalme. Wapo wafalme wengi sana. Hivyo wewe mwanadamu usianze kujiinua na kusema Mwenyezi Mungu mimi ndiye amekwisha kuniona. Ina maana Mwenyezi Mungu anajivunia mimi, hivyo ukaenda kinyume na neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Tena kama tunavyofundishwa, wapo watu mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu aliwapa vipawa. Wapo watu mbalimbali ambao Mwenyezi Mungu aliwapa vipawa. Alivyowapa vipawa wakaona kama ni vipawa vyao, ina maana wakaenda kinyume na Bwana. Mwenyezi Mungu akisema hivi, wao wanasema hivi, wanafanya hivi. Mwenyezi Mungu akisema wafanye hivi, wao wanafanya hivi. Mwenyezi Mungu akisema hivi, wao wanafanya hivi. Ina maana wanafanya vile watakavyo wao, ina maana sio atakavyo Mungu. Ina maana katika kupingana ipo sauti ya shetani. Ukiona tuwe mtumishi wa Mungu unapingana na sauti ya Bwana, ina maana inakuwepo sauti ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anataka utii na unyenyekevu wa sauti yake, bali hahitaji hivyo vitu ambavyo unakwisha kutaka kumuonga, kwa sababu kila kitu ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi wengi wamekataliwa na wengi wameondolewa vipawa kwa sababu walipita katika njia zao. Kuna watu walikuwa walimu, lakini umeangalia Mwenyezi Mungu aliondoa vipawa, wamebaki kama makopo. Kuna wale walikuwa waimbaji, lakini baada ya kupita njia za mataifa vipawa vyao vimekufa. Ina maana katika kuua vipawa wakaishia na kutukana ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Tena nasema kwamba Mungu ni mwaminifu sana. Mungu ambapo anakuwa amekupa kitu, ndugu yangu, hawezi akaruhusu upotee pale ambapo unakuwa unanyenyekea. Tunaangalia Daudi alifanya kosa katika kutoka na yule mwanamke, lakini Mwenyezi Mungu pale ambapo alimtuma nabii, Daudi alisema ni vema sana kunyenyekea kwa Mungu na kumwomba toba, kwa sababu kama Mungu asipokusamehe ni utapona vipi katika dunia hii? Ni bora kumkosea mwanadamu lakini sio Mungu, kwa sababu utapokuwa umemkosea Mungu, ndugu yangu, utakimbilia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo katika Sauli tunaangalia mpaka kuna watoto wake walikufa na asili yake ikaisha. Ina maana ni kuzimu, kwa sababu hakunyenyekea sauti ya Bwana. Hivyo wewe ndugu yangu ambao unaishi katika dunia hii, tambua kipawa ulicho nacho au vipawa ulivyo navyo ni kwa ajili ya Mungu akutumie kwa ajili ya watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tumekwisha kuangalia sababu ya kukataliwa ni kwamba mwanadamu anakosa unyenyekevu. Ina maana mwanadamu pia anajiinua, anakuwa anajipa utukufu yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo tuende katika unyenyekevu wa Yesu Kristo ili Mwenyezi Mungu aweze kutuinua zaidi na zaidi. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.